ukikunja mikono yako, Mungu na yeye atakunja mikono yake. Tusome neno Isaya 1 kuanzia ule mstari wa 15. Nanyi mkunjapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone. Kwa hiyo wewe ukikunja mikono yako kwa wale maskini, kwa wale ndugu zako, kwa wale wanaokuzunguka, anahitaji chakula, hukumpa, Mungu ataficha macho yake. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Muombapo maombi mengi, sitasikia mikono yenu imejaa damu. Wewe unaua watu kila siku, unaua watu kila kuchapo, leo unaua watu. Mikono yako imejaa damu, imejaa damu. Tumeona siku hizi watu wengi kuua, wanaona kama kitu cha kawaida. Kumtuma fulani simtaki na simtaki kwenye uso wa dunia hii, anaona ni kitu cha kawaida. Mikono yako ndugu yangu imejaa damu, mikono yako, haleluya, mikono yako imejaa damu. Mungu hatasikia maombi yako. Mikono yako imejaa ushetani, imejaa uuaji, Mungu hatasikia maombi yako. Tubu kwanza, ndipo umrudie Muumba kuomba lolote, naye atakupa. Tuendelee kusoma katika hiki kitabu cha Isaya 1 mstari wa 16. Jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu. Jitakase kwanza, ndio kwanza umrudie Mungu. Katengeneze kwanza, katengeneze na ndugu yako, katengeneze na mke wako, katengeneze na mume wako, katengeneze na watoto wako, katengeneze na ndugu zako. Waambie mimi nimewakosea, alafu ndio urudi umlilie Mungu lile hitaji unalolitaka. Tunaendelea katika hii Isaya 1 mstari wa 16, na sasa tunaingia mstari wa Isaya 1 mstari wa 17. Jifunzeni kutenda mema. Haya, tujifunze kutenda mema. Duniani tunapita, hautaishi milele, hautaishi milele hata siku moja. Tenda mema, tengeneza kwanza. Hapa Mungu anasema jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki. Na haki ndipo inapotakiwa hapo kwanza. Haki ndio itakuja amani. Na kuambia haki, alafu itakuja amani. Kama haki hamna, amani hakuna. Hapa wananena takeni hukumu ya haki. Tujitakase kwanza, tujitakase kwanza. Nasema tujitakase kwanza. Bila kujitakasa huwezi ukaongea lolote kwa Mungu. Uwezi. Yeye mwenyewe hapa anasema wazi, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, mpatieni yatima haki yake. Nimesema haya, mpatieni yatima haki yake. Watu wengi wako tayari kumdhulumu yatima, wako tayari kumdhulumu mjane. Mjane naandika mteteeni mjane, wako tayari kumdhulumu mjane. Sasa huyo mjane unayemdhulumu, Mungu amekuona, Mungu amekuona, Mungu amekuona. Utalipa sawasawa na ulichomfanyia, utalipwa sawasawa na ulichomfanyia. Huyo yatima unayemdhulumu utalipa sawasawa na ulichomfanyia. Wengine baba zao walikufa, akabaki mama ametapeliwa na jamaa limekuja linajifanya nyumba yake. Wanawake wamerogwa, wamesahau hata watoto zao na mali zao, wanawapa hawala zao. Mungu tusaidie, Mungu asaidie. Yatakuja majambazi kwenye nyumba yako, yatakuja majambazi kwenye nyumba yako, yatakuja kwa kuona yanampenda mama yao, lakini baadaye yatadhulumu kila kitu, na watoto wako wataendelea kuteseka. Maana sisi hatutaishi milele, tutaondoka. Tukimaliza kazi tutaondoka, tukimaliza kazi nasema tutaondoka.
watabaki watoto wetu, watabaki wajukuu zetu, na hawa tuliowaachia sio waaminifu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anasema hivi, haya njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Haleluya. Dhambi yoyote Mungu kitubu kwa dhati anakusamehe. Anakusamehe Mungu dhambi ile uliyoifanya. Kwa hiyo tubu wewe mama, tubu wewe kaka, tubu wewe babu, tubu wewe mjomba, tubu wewe